Sawa mama. Mimi nitamrudisha mama. Naomba unisamehe, nitamrudisha mama. Samehe. Sio kama umenielewa. Ninakupa masaa 24. Nataka arudi hata mzima. La sivyo utanitambua mwana Isaya kubwa. Mai pongoro pesa ni kumango no kuyanyi fulu. Sabra. Mbona hivyo? Umenishtua. Mwaje, haujakutana na mamake Geza hapo nje? Sijamwona mtu yoyote mimi, wala sijaona kitu chochote. Mama. Mwaje, nimeota ndoto mbaya sana. Lakini sina chochote usoni kwangu, sina chochote. Huna chochote, uko sawa. Haujapishana na mama Geza kweli hapa? Yaani sikuoni na chochote na kuona tupo sawa. Ndio hicho ulichonitia? Mwaje, mamake Geza amenijia. Yaani amenitisha sana, kaniogopesha. Yaani amenipaka vitu kusoni, yaani kanitisha sana, nimeogopa. Alafu na wewe ulichungulia, ulikuepo ukakimbia. Mwaje nakwambia. Itakuwa tu yeye bwana ni njozi. Itakuwa ni njozi tu ya kawaida hiyo. Mimi mbona siona kitu chochote? Kweli hujapishana naye huko? Sijapishana na kimtu yoyote yule. Bwana anaambia ulichonitia. Mimi nilichokuitia na kuomba. Chonde rafiki yangu, chonde naomba sana. Nipo chini ya miguu yako. Naomba turudi kwa mtaalamu. Yaani kiukweli mimi roho inaniuma. Nafsi inanisuta sana. Naumia. Naomba turudi tukamrudishe Geza. Arudi kwenye hali yake. Mimi sitaki tena sitaki. Yaani nimegaili kila kitu Mwaje. Tumrudishe Geza. Ikiwezekana hata sasa hivi twende. Naumia, nafsi yangu inanisuta. Nimeshindwa kuvumilia, naomba twende. Wewe Sabla wewe. Hivi lomba yako hainage msimamo? Wewe si ndio ulisema unataka ex wako awe chizi, ex wako awe mwehu. Sasa unasemaje tena arudishwe awe na akili zake timamu? Yaani sasa hivi tena unamuonea huruma. Wakati wewe ndio ulitaka awe chizi. Alafu mimi nahisi huyo shetani wako yuko likizo. Huyo akirudi utabadilisha tena msimamo. Nakuomba tugaili. Tubadilishe mchezo. Yaani mimi Mwaje, ikiwezekana sasa hivi tunyanyuke hapa tuondoke. Hicho ndo nilichokuitia. Naomba twende kwa mtaalamu, turudi, atatuelewa tu. Hivi unafikiri mganga atakubali? Hivi unajani yule mganga ni mganga kimchezo wewe? Lakini wewe mteja wake, wewe anakujua, lazima atatusikiliza Mwaje. Mimi sitaki tena, nafsi inanisuta, naona huruma. Silali, mimi nateseka Mwaje, naomba twende. Wewe Sabra wewe. Nini utaniharibia wewe? Yaani wewe utaenda kuniharibia. Twende tukajaribu. We mzee, una mambo wewe? Mchana wote huu.
Una wasiwasi gani Jaki? Ndani mnapanga boy, kuna fenya chini, fulu kiyoyozi, yani kujiachia tu. Unaona? Mpaka umesahau na mawani. Asante baby. Mwenzangu. Unajua Jaki, mimi na wewe tumeachana miaka 9 iliyopita. Lakini hao waliopita hapa kati hakuna anayekiweza kwa mikimbio wala kuhimili vishindo. Na ndio maana mtaimbo wangu ukidai tu, basi mtima wangu wote unakukumbuka wewe tu. Niache mie, mpigie ile bodaboda aje unifuata mie. Ndio ukweli, na ukweli sharti usemwe. Bodaboda mimi nimekwishampigia. Anakuja atakuwa nje hapo. Kwa hiyo itabidi twende kusindikize. Baby. Habari yako dada? Salama. Chilo, nimefuata ile matumizi ya mtoto. We mwanamke, hebu nisikilize. Nimekwambia hivi, kwa masuala ya mtoto nifuate ofisini. Sio uje hapa nyumbani. Unafuata nini? Kilichonileta pesa. Simu yangu ushiki. Ofisini upatikane, unategemea nini? Sina muda wa kupoteza, nipe hela. Nisikufuate nyumbani kisa wanawake zako. Au unanijibu leo kwa sababu ya wanawake zako? Jua wajibu wako. Timiza wajibu kama unataka kufatafata. Unajua mimi sikuelewi wewe. Anyway, pesa nitakutumia leo. Sitaki mambo ya kutumiwa hela. Ninachotaka ni hela hapa mkononi niondoke nayo. Nisikilize wewe mwanamke. Kabla jua halijaisha leo nitakutumia pesa. Hakuna sababu ya kufatana namna hiyo. Chela, nakwambia kama ulivyosema utaituma hiyo hela na utume leo. Ole wako usipotuma, utanitambua mimi ni nani. Chela, yule ni nani? Jack. Kama nilivyokuambia hapo awali, yule ni ex wangu. Sasa hivi hana nafasi. Nafasi yote ni yako tu sasa hivi Jack. Usiwe na wasiwasi. Twende. Hapana kakaangu. Huyu mtu simfahamu. Alafu isitoshe, mimi hapa ni mgeni, sio mwenyeji. Asante. Shemeji, hakuna sababu za kukata tamaa. Tuendelee kumtafuta, tutampata tu. Kiambiwa chague moja nife au kurudie, basi nitazusha viroja, bora nizike nijifie. Kumbe msongo jafundwaga mwali, japo nikosema ila ukubadili, ndo nikaendaga mbali. Yani ni mengi nkisema udhalili, manusura unitoe roho. Ulichosahau ni kipi, semaga basi uniache. Bila huruma ukanikabako, yani we eti kama matapishi siwezi rudia, siwezi rudia, siwezi.
Usijali shemeji, kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu nadhani atakuwa salama tu. Mimi nimekata tamaa, sina tumaini. Tafuta wewe shemeji. Natambua, najua namna gani unajisikia nikivaa viatu vyako, lakini kwa sasa hatuna muda wa kulalamika. Tuendelee tu kumtafuta, atapatikana tena akiwa salama tu. Abana wa Mwango Devo babalire ku Malawi. Abana wa Mwango Devo babalire ku Malawi. Kusakura madawa. Safi kabisa. Nakusikiliza binti. Sema, mwambie. Mtaalamu. Nilikuwa naulizaje? Yule mtu wangu bado yupo kwenye ile hali yake ya uchizi? Hayo sio maswali. Hayo ni majibu. Usizunguke, sema unachotaka kusema. Nilikuwa naomba tumrudishe kwenye hali yake ya ubinadamu, hali yake ya kawaida kabisa. Tumtoe kwenye uchizi, awe binadamu, aendelee na maisha yake. Wewe umechanganyikiwa? Una wazimu nakuuliza? Mimi nipo tayari kukulipa chochote. Kwa gharama yoyote mimi nitakulipa. Nilimradi tu yule mtu arudi kwenye hali yake, tumuache tu na maisha yake. Wewe, nitakugeuza kitoo sasa hivi. Umesoma nilikwambia nini? Dada, uko sasa majibu wanayo. Wanakiona cha moto. Mimi sikupeshi. Lakini nataka nikupe angalizo. Ukitaka kubadilisha maamuzi, subiri siku ya 8 na kuendelea. Ila halina shida mganga. Yaani mimi tu ninakushukuru na asante sana kwa kutimizia jambo langu. Hayo mengine wewe niachie mimi, sio na shaka nayo kabisa. Safi kabisa. Mnaweza mkaenda sasa. Toka! 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 We Sabla wewe. Kama unamuonea huruma sasa hivi Geza, kwa nini ulifanya vile? Kama uliamua kuingia kwenye ushetani, wewe ungeingia tu kwenye ushetani. Shetani huaga siku zote ni shetani tu. Umesikia? Siwezi ukafanya kitu kibaya alafu kwa muda huo ukataka kufanya kitu kizuri. Kama uliamua kuwa shetani, ungekuwa shetani. Unamuonea huruma vya nini? Tangu lini dhambi ikaungana na thawabu? Wewe usijitoe fahamu upo. Sasa Mwajei, yote hayo kuongea kuzungumza unamaanisha nini? Mimi bado sikuelewi, unanichanganya Mwajei. Sielewi unamaanisha nini? Yaani inamaanisha kwamba kama unataka Geza arudi kwenye hali yake, mrudishe katika hali yake na umwache na maisha yake, usimfuatilie tena. Sasa si ndio hicho ninachokifanya Mwajei? Nimekuita pale kwangu, njoo twende kwa mtaalamu. Turudi kule akamtengeneze, ambadilishe, arudi kwenye hali yake, aendelee na maisha yake na mimi niendelee na maisha yangu. Hicho ndio ninachokifanya Mwajei. Na mwenyewe umeshuhudia kilichotukuta huko mpaka tumefikia kwa hivi. Mimi sio kwamba napenda, namuonea huruma na ndio maana tunapambana hivi. Kwani wewe sijakwambia kwamba mganga hatakubali?
Sasa Mwajei, yule ndo aliyokianzisha, anaweza kukimaliza. Yeye ndo kakitengeneza, anaweza kukiharibu pia. Ndio maana nikakwambia turudi. Bwana mimi naona unanichosha, nenda zangu. Hatujamaliza hii issue, haijaisha, unaniachaje Mwajei? Na wewe ndo unayejua kila kitu Mwajei. Mbona unanichanganya? Mwajei. Nimewaona wewe na mwenzako mnaongozana, ina maana wewe na ex bado mnapendana. Inaniuma unavyomtaja jina lake huyo ex wako. Kwa yale ya nyuma unamkumba vina vyake kwa mlivyokuwa.